Yosefu hakuweza tena kuzuia machozi yake. Moyo wake ulikuwa umejaa sana. Yuda alikuwa amesema kwa upendo. Benyamini alikuwa salama. Ndugu zake hawakuwa wamekimbia. Yosefu aliona kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi ndani ya mioyo yao. Basi Yosefu akawaambia watumishi wake, kila mtu atoke. Watumishi wakatoka kimya kimya. Yosefu akabaki peke yake pamoja na ndugu zake. Kwa muda mfupi hakuna aliyesema neno. Kisha Yosefu akaanza kulia. Alilia kwa sauti kubwa kiasi kwamba watu waliokuwa nyumbani waliweza kumsikia. Ndugu zake wakamtazama kwa hofu na mshangao. Hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea. Ndipo Yosefu akasema maneno aliyokuwa ameyabeba moyoni mwake kwa miaka mingi. Mimi ni Yosefu. Ndugu zake wakaganda kwa mshangao. Yosefu? Je, kweli mtawala huyu mwenye nguvu alikuwa ndugu yao? Yule ndugu waliyemzaa miaka mingi iliyopita? Yule ndugu waliodhani hawatamwona tena? Yosefu akatazama nyuso zao zilizojawa na hofu na kuwauliza kwa upole, je, baba yangu bado yuko hai? Lakini ndugu zake hawakuweza kujibu. Walikuwa wameogopa sana. Walikumbuka walichokuwa wamemfanyia. Walikumbuka shimo. Walikumbuka vipande vya fedha. Walikumbuka kilio cha Yosefu miaka mingi iliyopita. Sasa Yosefu alikuwa amesimama mbele yao, akiwa amevaa mavazi ya mtawala wa Misri, akiwa na mamlaka juu ya maisha yao. Lakini Yosefu hakuwazungumzia kwa ukali. Aliwaambia kwa upole, njooni karibu nami. Polepole ndugu zake wakasogea karibu. Yosefu akawatazama huku macho yake yakijaa machozi. Mimi ni Yosefu, ndugu yenu, akasema, yule mliyemuzaa kwenda Misri. Mioyo ya ndugu zake ikawa mizito. Lakini Yosefu akaendelea kusema kwa wema. Msijilaumu, alisema. Mungu alinituma hapa kabla yenu ili kuokoa maisha ya watu. Yosefu akawaeleza kwamba njaa ingeendelea kwa miaka mingine zaidi. Bado kungekuwa na chakula kidogo katika nchi. Lakini Mungu alikuwa ametengeneza njia ya kuilinda familia yao. Yosefu alikuwa amefanywa mtawala wa Misri ili nafaka ihifadhiwe, watu walishwe na familia ya Yakobo iweze kuishi. Kile ambacho ndugu zake walikusudia kwa ubaya, Mungu alikigeuza kuwa mema. Yosefu akasema, nendeni upesi kwa baba yangu. Mwambieni kwamba bado niko hai. Mwambieni kwamba Mungu amenifanya mtawala wa Misri. Mleteni hapa ili familia yetu iwe karibu nami. Kisha Yosefu akamtazama Benyamini, ndugu yake mdogo, mwana wa mama yake mwenyewe. Yosefu akamkumbatia Benyamini na kulia. Benyamini naye akamshika Yosefu, nao wakalia pamoja. Baada ya hapo, Yosefu akawabusu ndugu zake wote, akalia juu yao. Na polepole ndugu zake wakaanza kuzungumza naye. Hofu ndani ya chumba ikaanza kupungua. Upendo ndani ya chumba ukaanza kuongezeka. Habari hizo zikafika haraka katika nyumba ya Farao. Ndugu zake Yosefu walikuwa wamefika. Farao akafurahi. Akasema familia ya Yosefu inapaswa kuja Misri. Wangeishi katika sehemu nzuri zaidi ya nchi na wangekuwa na chakula wakati wa njaa. Yosefu akawapa ndugu zake magari kwa ajili ya safari. Akawapa mavazi, mahitaji ya safari na chakula cha njiani. Kwa Benyamini akampa zawadi za ziada. Kisha Yosefu akawatuma ndugu zake warudi Kanaani. Kabla hawajaondoka, Yosefu akawapa ukumbusho wa upole. Msigombane njiani, alisema. Labda alijua kwamba mioyo yao bado ilikuwa imejaa hisia nyingi. Mshangao, furaha, majuto, tumaini. Basi ndugu zake wakaanza safari ya kurudi kupitia njia zenye vumbi. Safari hii, magunia yao yalikuwa yamejaa. Magari yao yakafuata nyuma yao. Lakini habari kuu waliokuwa wamebeba
Haikuwa nafaka wala zawadi. Ilikuwa hii: Yosefu alikuwa hai. Hatimaye wakamfikia baba yao Yakobo, wakamkimbilia na kusema, Yosefu bado yuko hai. Yeye ndiye mtawala wa nchi yote ya Misri. Yakobo alishindwa kuamini. Kwa miaka mingi alikuwa amedhani Yosefu alikuwa amekufa. Moyo wake ukabaki kimya ndani yake. Je, habari hii ya ajabu ingeweza kuwa kweli? Kisha Yakobo akaona magari ambayo Yosefu alikuwa ametuma. Akasikiliza maneno ya wanawe. Polepole tumaini likarudi moyoni mwake. Yakobo akasema, imenitosha. Mwanangu Yosefu bado yuko hai. Nitaenda kumwona kabla sijafa. Basi Yakobo pamoja na familia yake wakajiandaa kuondoka Kanaani. Wakawakusanya watoto wao, wanyama wao na kila kitu walichokuwa nacho. Safari ilikuwa ndefu, lakini Mungu alikuwa pamoja nao. Usiku mmoja, Mungu akasema na Yakobo katika maono. Yakobo, Yakobo. Mungu akamwita. Yakobo akajibu, mimi hapa. Mungu akasema, usiogope kushuka kwenda Misri. Nitakuwa pamoja nawe. Nitafanya familia yako kuwa taifa kubwa huko. Maneno hayo yakamtia Yakobo moyo. Sasa alikuwa mzee, lakini Mungu hakuwa amemsahau. Mungu alikuwa bado anaiongoza familia yake. Hatimaye, familia ya Yakobo ikakaribia nchi ya Misri. Yosefu aliposikia kwamba baba yake alikuwa anakuja, akaandaa gari lake la kifalme na kwenda kumlaki. Unaweza kufikiria wakati huo. Yosefu, mwana aliyekuwa ameondolewa nyumbani. Yakobo, baba aliyekuwa amemlilia kwa miaka mingi. Sasa walikuwa karibu kuonana tena. Yosefu alipomwona baba yake, akamkimbilia, akamkumbatia shingoni na kulia kwa muda mrefu. Yakobo naye akamshika mwanawe kwa upendo. Yosefu alikuwa hai. Mwana wake mpendwa alikuwa kweli mbele yake. Yakobo akasema, sasa niko tayari kufa, kwa maana nimeona uso wako na najua kwamba bado uko hai. Lakini bado kulikuwa na maisha mengi ya kuishi. Yosefu akaipeleka familia yake mbele ya Farao. Farao akawakaribisha kwa wema. Yakobo na familia yake wakakaa katika nchi ya Gosheni, mahali pazuri kwa ajili ya mifugo yao na watoto wao. Huko walikuwa na chakula, huko walikuwa na makao, huko walikuwa pamoja. Yosefu akamtunza baba yake na ndugu zake wakati wote wa njaa. Aliwapa kila walichohitaji. Familia iliyokuwa imevunjika sasa ilikuwa imeunganishwa tena. Miaka mingi ikapita. Yakobo akazeeka sana. Kabla hajafa, akawabariki wanawe na kusema maneno ya baraka juu yao. Kisha Yakobo akaenda kuwa pamoja na Mungu. Yosefu na ndugu zake wakamwomboleza baba yao. Baada ya Yakobo kufariki, ndugu zake wakaingiwa na hofu tena. Wakajiuliza, je, ikiwa Yosefu bado anatukasirikia? Je, sasa atalipiza kisasi kwa yale tuliyomtendea? Basi wakamtumia Yosefu ujumbe. Wakamsihi awasamehe. Kisha wakaja na kuinama mbele yake. Sisi ni watumishi wako, wakasema. Yosefu akaanza kulia. Hakutaka waogope. Akasema, msiogope. Je, mimi niko mahali pa Mungu? Kisha Yosefu akasema maneno yaliyojaa neema. Ninyi mlinikusudia mabaya, alisema, lakini Mungu aliyakusudia kwa mema, ili kuwaokoa watu wengi na kuwapa uzima. Yosefu akaahidi kuwatunza wao pamoja na watoto wao. Akawafariji, akazungumza nao kwa upole. Yosefu hakusahau maumivu ya zamani, lakini alimkabidhi Mungu maumivu hayo. Akachagua kusamehe, akachagua rehema, akachagua upendo. Na Mungu akautumia maisha ya Yosefu kwa njia nzuri sana. Yosefu alikuwa mvulana mwenye ndoto. Aliuzwa na ndugu zake. Alifanya kazi katika nchi ya kigeni. Aliwekwa gerezani ingawa hakuwa amefanya kosa lolote. Alisubiri kwa miaka mingi. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Yosefu kila mahali. Mungu alikuwa pamoja naye shimoni. Mungu alikuwa pamoja naye katika nyumba ya Potifa. Mungu alikuwa pamoja naye gerezani.
Mungu alikuwa pamoja naye katika ikulu ya Farao, na Mungu alikuwa pamoja naye alipowasamehe familia yake. Yosefu akaishi miaka mingi zaidi nchini Misri. Akashuhudia familia yake ikikua, akawaona watoto na wajukuu, na kabla maisha yake hayajafika mwisho, Yosefu bado aliendelea kuamini ahadi ya Mungu. Alijua kwamba Misri haingekuwa makao ya mwisho ya watu wa Mungu. Siku moja, Mungu angewaongoza warudi katika nchi aliyokuwa amewaahidi. Hadithi ya Yosefu ilianza kwa ndoto, ikapitia huzuni, kungoja kwa muda mrefu, na maajabu ya Mungu, na ikaisha kwa msamaha, familia iliyounganishwa tena, na uaminifu wa Mungu ambao haujawahi kushindwa. Basi, usiku wa leo, mkumbuke Yosefu. Maisha yanapokuwa ya kutatanisha, Mungu anakuona. Kungoja kunapoonekana kuwa kwa muda mrefu, Mungu yuko karibu nawe. Mioyo inapoumia, Mungu anaweza kuleta uponyaji. Na mambo yanapoonekana kuvunjika, Mungu bado anaweza kufanya kazi kwa njia ambazo hatuwezi bado kuelewa. Mkumbuke Yuda aliyesimama kwa ujasiri kwa ajili ya Benyamini. Mkumbuke Benyamini aliyelindwa na Mungu katika nchi ya kigeni. Mkumbuke Yakobo ambaye huzuni yake iligeuzwa kuwa furaha. Na mkumbuke Yosefu aliyesamehe kwa moyo uliojaa upendo na huruma. Mungu anaweza kuleta mema kutoka katika siku ngumu. Mungu anaweza kusaidia familia kuungana tena. Mungu anaweza kujaza mioyo yetu kwa amani. Sasa hadithi ya Yosefu inafikia mwisho wake wa upole. Nyota zinang'aa taratibu juu ya nchi ya Misri. Mashamba yamepumzika chini ya anga tulivu la usiku. Katika nchi ya Gosheni, familia ya Yakobo imelala salama. Moyo wa Yosefu umetulia. Ndugu zake si wageni tena. Benyamini yuko karibu naye. Na Mungu aliyewalinda wote bado anaendelea kupenda. Bado ni mwaminifu na bado ni mwema. Na unapofumba macho yako usiku wa leo, kumbuka ukweli huu mpole na wenye faraja. Mungu habadiliki kamwe. Upendo wake hudumu milele. Mipango yake huwa mizuri daima kwa wale wanaomtumaini. Basi lala kwa amani, mtoto mpendwa. Mungu anakulinda. Malaika wake wanakuangalia. Na upendo wake uko pamoja nawe kila wakati. Usiku mwema.